Ndoto nyingi za watoto wa kike zimeishia njiani na kushindwa kutimia baada ya kupata ujauzito ama kuozeshwa kwa lazima kutokana na mila na desturi kandamizi za jamii za kifugaji. Kwenye maisha kuna msemo usemao, kila mtu anastahili nafasi ya pili baada ya kupoteza nafasi ya kwanza. Kwa Kiingereza wanasema everybody deserves a second chance. Shirika la KINAPA limefanya utafiti mdogo na kubaini sababu zinazosababisha watoto wa kike kukatiza masomo. Utafiti huu ulifanyika katika wilaya 3 mkoani Manyara ambazo ni Kiteto, Simanjiro na Babati vijijini. Sababu hizo ni kama zifuatavyo: umbali kutoka nyumbani mpaka shuleni, wazazi kutelekeza familia ambapo malezi ya watoto hubakia kuwa ya kwao binafsi, yaani wazazi kutalikiana, ukosefu wa chakula mashuleni, ukosefu wa mabweni, mimba katika umri mdogo, mila kandamizi, umasikini, adhabu kutoka kwa walimu. Mradi wa Nipe Nafasi umetambulishwa katika wilaya za Babati, Simanjiro na Kiteto, huku viongozi mbalimbali wa wilaya na mkoa wakihudhuria na kupongeza mradi huo unaotajwa kuwa mkombozi kwa watoto wa kike ambao watapata fursa ya kurejea mashuleni baada ya kukatisha masomo. Pia shirika la KINAPA limeunda clubs katika shule 21 za wilaya ya Kiteto, Simanjiro na Babati. Hata hivyo, shirika la KINAPA limefanya kikao cha wanahabari na kipindi cha redio kwa ajili ya kutoa hamasa kwa jamii ili watambue umuhimu wa elimu kwa mtoto wa kike. Katika wilaya ya Kiteto wapo baadhi ya watoto wa kike walionufaika na fursa ya kurejea masomoni baada ya kupoteza nafasi, na hapa wanaeleza walivyonufaika na mradi wa Nipe Nafasi. Kwa majina naitwa Farida Hassan Msigala, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Sunya. Najisikia furaha kurudi shuleni. Niliacha shule kutokana na ujauzito. Nilipata ujauzito, hivyo ikanibidi kuacha shule. Lakini nashukuru kurudi tena shuleni, naendelea vizuri na masomo. Nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tunashukuru kwa ujumla, ametukomboa, maana tunaenda kutimiza ndoto zetu sasa. Mazingira ya shule mwanzoni kabisa wakati tunarudia tulipata shida kwa sababu mimi nilikuwa wa kwanza kabisa kurudia hapa shule. Kulikuwa na ubaguzi. Unakuta wenzio hata ukikaa darasani wanakutenga. Lakini baada ya muda walimu waliongea nao, tukawa tunaishi vizuri na mpaka sasa tunaishi vizuri. Tunawashukuru sana. Pia tunaomba watuongeze nguvu na kutupa moyo tuweze kufanya vizuri kwa sababu tunaweza. Malengo yangu kama binti ni kuhakikisha kuwa nafaulu na ninafikia ndoto zangu ambazo zilishavunjika huko nyuma. Niliumia sana alipopata bahati mbaya hiyo kupata ujauzito, lakini Mama Samia nikasikia akatamka siku moja redioni kwamba aliyopata ujauzito na akajifungua arudi shuleni. Kweli nilifurahi sana. Upi sasa ni mtazamo wa jamii juu ya wanafunzi waliorejea masomoni baada ya kukaa muda mrefu majumbani bila msaada wowote? Mimi kwa majina naitwa Mbauda Ngangwai, ni kiongozi wa mila toka kata ya Namelo, kijiji cha Namelo. KINAPA iko sehemu ya kata yani Namelo kama mradi, na tunapenda sana mradi wa KINAPA au mradi unaitwa Nipe Nafasi, kuja kuwakumbuka wale wanafunzi waliokajikatisha masomo kujifungua mashuleni na kurudisha waendelee na masomo. Shirika la KINAPA ndiyo shirika kinara linalotekeleza mradi wa Nipe Nafasi, na hapa wanaeleza mafanikio ya mradi huo. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wafadhili wetu Malala Fund au mfuko wa Malala kwa kutuwezesha kupata mradi ambao umekuwa ni chachu katika utatuzi wa ndoto za watoto wa kike
waliopo mashuleni na wale ambao hawapo shuleni katika mkoa wa Manyara. Na mradi ambao wametusaidia kuutekeleza unaitwa Education Champion Network, Nipe Nafasi. Dhamira au lengo la shirika la KINAPA, tunategemea kuwafikia watoto 5,000 direct, wale wa moja kwa moja, na watoto 9,000 au watu 9,000, ikiwa na maana ya jamii kwa ujumla 9,000. Kwa jamii ya kifugaji, kwanza kabisa tunahamasisha jamii ijue umuhimu wa elimu kwa mtoto wa kike, kwa sababu kikubwa katika jamii zetu ni elimu. Lakini ukishatoa elimu, mtu akajua umuhimu wa elimu, nafikiri kila mtu atapenda mtoto wake asome. Kwa hiyo kwa jamii za Kimasai tunawasaidia kwa kuwapelekea elimu na pia kuwachukua wale watoto moja kwa moja na kuwapeleka kituoni kuendelea na masomo. Viongozi wa serikali nao hawakuwa nyuma kuzungumzia mradi wa Nipe Nafasi ambao umekuwa chachu kwa watoto wa jamii za kifugaji kufikia mabadiliko chanya. Kwanza niseme jambo moja. Kama wilaya Kiteto ni kweli, kama zilivyo wilaya nyingine, iko changamoto ya watoto kuwa wanaishia njiani badala ya kuanza darasa la kwanza kama mpaka darasa la 7. Ni juhudi mpaka sasa hivi, ni swala ambalo tunaendelea nalo kuhakikisha kwamba wale watoto wanaoingia shuleni hawaishii njiani, wanakwenda mpaka wanamaliza masomo yao ya darasa la 7. Lakini kazi hii hatuifanyi peke yetu, tunaifanya kama serikali, lakini pia tunaifanya na wadau. Kwa wilaya Kiteto tunao mdau anaitwa shirika la KINAPA, ambao tunashirikiana katika kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata fursa ya kupata elimu bila kuishia njiani. Mradi huu kwa kweli baadaye utasaidia sana, kwa sababu mtoto wa kike kwa jamii ya Kimasai ni kwa sasa wanaonekana kama ni vitega uchumi, kwa sababu mtoto anapoolewa unakuta mahari inakuwa ni kubwa sana. Kuna pesa nyingi watu wanatozwa kwa ajili ya kumchukua mtoto wa kike, lakini pia jamii inaanza kubadilika. Baada ya mradi huu wameanza kubadilisha mfumo wa mila na desturi potofu, kwa hiyo wengi wameanza kupenda, na kwa sasa hata wale morani ambao hawajasoma wanapenda kumwoa mtoto aliyesoma, kwa sababu anaona kabisa itamsaidia na kubadilisha mazingira ya maisha yao. Kwa kweli shirika la KINAPA mara nyingi tuko nao bega kwa bega kwa miradi mingi sana. Kwa hiyo tunawashukuru, tunawaomba wazidi kuwa pamoja na sisi, maana kuna usafiri wa kuwafuata watoto kutoka kwenye manyumbani mwao mpaka mashuleni, wanatusaidia. Baadhi ya vitu vingine vya shuleni, sare na vitu vingine wanatusaidia. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaomba waendelee kuwa pamoja na sisi.